Atu. Nimekuita hapa ili nikupe shukrani kwa msaada ambao umefanya mpaka mimi kupona na kurudisha hali yangu kama ya zamani. Asante sana na Mungu akubariki. Wewe hupaswi kumshukuru kiasi hiko Mosi. Unajua kumshukuru ni Mungu na huyo Malkia ambaye tuko naye, kwa sababu ana moyo mzuri sana, amekusaidia paswali mpaka umerudisha kwenye hali yako ya kawaida. Kwa hiyo wewe kumshukuru Mungu pamoja na Malkia. Kwa hiyo hayo mengine hayo hayana hata haja. Hupaswi kumshukuru hivyo. Ni kweli Atu, lakini hata wewe una nafasi yako. Sababu pasipo wewe sidhani kama ningefika katika himaya na mimi kupata msaada. Na ndio maana narudisha shukrani kwako kama zamani. Sawa Mosi. Hata usijali. Ila mimi naingia ndani, kuna kazi naenda kufanya mara moja. Sawa. Na sio kukupenda tu. Nahitaji katika maisha yangu. Asante. Basi sawa, kama nilivyokuambia kuna kazi naenda kumaliza ndani. Sawa. Sijali. Malkia, mwanangu Nyema amefariki. Nini kinaendelea? Mwanao wamenisaliti. Wameniibia kitu muhimu sana kwenye himaya yangu. Na hicho kilichotokea ni adhabu kutoka kwenye mizimu ya himaya yetu. Mimi sihusiki. Na kwa nini wapewa adhabu ya kifo na wasipewe adhabu zingine nyingi tu? Banye, unaweza kwenda kumzika mwanao, maana hata ukilia haisaidii chochote kile. Unaweza ukaenda. Jamani, kama mnavyoona kwenye himaya yangu kuna ukimya sana. Hata mimi mwenyewe hapa mnaponiona nimebaki peke yangu, sina msaada wowote. Kaka. Malkia, ni kaka yangu. Wewe ni nani unayeingia kwenye himaya yangu bila taarifa? Mimi ni kaka wa huyu. Na ujio wangu hapa nimemfuata ndugu yangu. Sawa, umekuja kumfuata ndugu yako. Lakini hapa umenikuta mimi. Inabidi uanze kuongea na mimi, alafu kisha nikuruhusu uondoke na ndugu yako. Nimekuja hapa sina maongezi mengi sana. Nimekuja kufuata ndugu yangu. Niondoke naye, nikuache na maisha yako kwa amani kabisa. Kwa sababu hata ukihitaji vurugu, vurugu naliweza vizuri tu. Kwa mimi nataka tuachane kwa amani. Huyu ni nani? Huyo ndo aliyeniita mimi hapa. Naona kavaa tofauti. Tuondoke naye au? Hapana. Mimi siwezi kuondoka kwa sababu kakangu namjua. Kwa hiyo
naweza nikafika huko nyumbani wakaniua kabisa. Kwa hiyo siwezi, kwa sababu mpaka dakika hii sijui kinachoendelea nyumbani. Kwa hiyo Musa, unaweza ukaenda tu. Nisikilize, mimi naondoka na ndugu yangu. Labda tu nikuombe samahani kwamba sijakupa taarifa kama hivyo, ila kwa sababu mwenyewe ameshakataa, haina shida. Ndio mtu ambaye alinileta kwa sana, na ndio mtu ambaye nilikuwa namkusudia, na yeye sikumjua kama yupo. Unaweza kuondoka na ndugu yako, ila Kibubu niachie. Pia Kibubu sio mali yako. Kwa hiyo siwezi nikakuachia kwa sababu mimi mwenyewe nina kazi nacho. Ndugu yangu, shika tuondoke. Usiogope, hapa upo sehemu salama, ila nimependa kwa ulichokiongea. Kama unavyoniona mimi hapa sasa hivi nipo peke yangu, kwa hiyo tutasaidiana kazi ndogo ndogo. Sawa Malkia, asante sana, nashukuru kwa sababu hata nikienda nyumbani sijui kinachoendelea. Kwa hiyo nashukuru sana Malkia. Sawa, usijali. Inabidi hizo nguo ubadilishe, uweze kuvaa nguo za imaa yetu. Unaweza ukaenda. Sawa. Hayupo. Ndio. Na maongezi na wewe kidogo. Wewe ni binti mzuri sana. Ni mwanamke mzuri bichi kweli kweli. Tena wewe unastahili kuishi na watu kama sisi. Uishi vizuri. Ustarehe kwa amani. Nikutunze vizuri, nikujali. We baba we. Samani. Jiheshimu sana. Unajua mzee wa ovyo sana wewe. Wewe unajua kama mimi nimeolewa? Wewe unajua kama mimi mke wa mtu? Nataka nikuchukue nikupeke na Mayanga ukastarehe kwa amani. Wewe mzee wewe. Mimi nina mume wangu. Ninampenda na ananipenda, tunapendana sana. Unanielewa wewe? Wewe mzee wa ovyo wewe. Sasa mume wako kibaka yule. Wa nini yule? Sasa kiwa kibaka wewe nakuhusu nini? Nataka nikuchukue nikupeke na na Mayanga. Mimi ndo nimempenda hivyo hivyo. Unanielewa? Nimempenda hivyo hivyo. Wewe mwanamke wewe hata nini kinaendelea? Wewe simwambie. Sio nimwambie, wewe mzee wa ovyo. Mwambie kwamba alikuja tu kusalimia na kusema kwamba ulimwahidi pesa yako ya pango utampa mwezi wa 4. Nimekusikia hapo, namwambia mke wangu atakupelekea na Mayanga. Fanya nini? Na Mayanga kwa amani tu akaishi vizuri. Yaani mke wangu mpeleke na Mayanga akaishi vizuri. Una nini wewe cha kumlisha vizuri? Wewe mzee wa ovyo sana wewe. Wewe mimi unanichukuliaje? Baba, na Mayanga sehemu ya utalii. Wanda kutalii watu kule. Na mpaka wazungu tu kule wapo. Wewe mzee, kumbe unaniona mimi kuvaa mavazi yao, unajua kama mimi nimeokoka Sasa niko fresh, mambo yangu nishachana nayo. Bibi niko show. Baba. Wewe unataka kuniharibia siku hapa. Mimi naingia vizuri nikafly na mke wangu na kutoa, unataka kuniharibia siku hapa. Mambo hayo. Baada buku mmoja. Sasa kaka, unataka kutenda jambo lingine. Na wewe unasemaje? Amnani shetani. Hapa hakuna kumlani shetani, wewe umezidi. Mimi nakuheshimu kama mwenye nyumba, kumbe mshenzi tu. Mimi kosa kwambia nimkae bure. Nyumba ya kwangu nimejenga mwenyewe. Amna. Umepata nini nakuuliza? Mimi naondoka baba. Naomba ondoke. Baba, mimi naondoka. Mkae tu baba. Wewe unataka mambo yangu ambayo nileta nayo. Nachukulia wewe au na wewe si uende. Wewe kuja kuharibia na siku, watu tumetoka huko tumetulia, akili zetu isharuka imekaa fuse tu hapo, nataka kutuharibia siku hapo. Basi mume wangu, punguza hasira. Punguza hasira mume wangu. Karibu shemeji. Asante shemeji. Pigia baje kuni. Sawa. Kaka, nisi njaa kinoma.
Wewe boya nini? Bado kaombe shemeji yako? Unataka mimi nikupikie au? Basi, usinichanganye hapa. Umenikosea sana kuniulia mamangu. Umemtesa sana. Amekaa muda mrefu sana kwako. Mpaka nafikia hatua ya kufa. Ila kitu ambacho nafurahi, ndugu yangu nimempata akiwa mzima. Na kile ambacho ulikuwa unajivunia, yaani kwamba ndo hazina yako, kitu ambacho kinakupa nguvu, safari hii nataka nikuonyeshe mimi naye. Yaani wewe ni mtoto mdogo sana kwangu. Hawezi kunitisha mimi wewe. Sasa subiri nikuonyeshe. Bado hujasema.